Tabia ya 8, kutokutatua migogoro ya familia kwa wakati. Hii ni tabia inayoharibu pia familia. Unaweza kukuta nguzo na kiongozi na anakwepa kutatua mgogoro wa familia kwa wakati, kunatengeneza mambo madogo yanakuwa makubwa. Sayani ni heri migogoro ya familia ikatatuliwa kwa wakati. Kama kuna tatizo limeingia, basi litatuliwe kwa wakati. Usipofanya hivyo, unaanza kutengeneza jambo dogo kuwa kubwa kabisa. Kuna siku moja mimi kuna vitu vingine tunajikutaka kwamba kuna siku moja natolea mfano kwangu pale, watoto wale wa kike wale, ila tende kuambia watoto wa kike wale, unakuta kuna siku vile vya wakuamsha tu kwa maombi. Kuna siku unakuta sasa mama yule hawamweke kwenye nafasi yake. Watoto wanataka wawe ndo wanisale au kuna siku moja kimeamka kikatoka kinarunduma, unajua kurunduma katoka kinarunduma, kingine kinapita tu hamna salamu. Na watoto kwamba watakuwa ndo kina mama hapa au kuna sasa kuwaita kukaa kutatua shida nini. Yule ameumia, moja amerundumerwa, amekoromewa 2 hajasalimiwa. Unaona tayari moyo ndani yake lazima kunafanyaje? Kunafukuta kwamba hivi mimi ni nani? Maana hawatambui nafasi yangu hapa. Maana huyu ameumia. Hawa nao huwezi kujua kwa nini aidha wamechukia kufanyaje? Kwa mwisho. Lakini inabidi huu mgogoro sasa inabidi utatuliwe kwa haraka sana, ili machungu ya yule ambaye amerundumirwa alafu kaacha kusalimiwa inabidi apate amani. Huyo ambaye amerunduma huwezi jua amekwazwa na nini, inabidi amani. Tumaliza maombi, nikamwambia baki hapo hamna kuondoka. Na yule nikamwita njoo hapa tuzungumze. Kwa tukatatua pale, kila mmoja akatoka na tabasamu, changamoto na nini. Mimi watoto mnaachaje kusalimia? Nafaje kwa yaje? Huyu tayari akawa amepata amani na hawa akawa amepata amani, kila kitu kikaa vizuri. Je, tungeliacha wiki nzima? Huyu anatembea na chuki, kwa nini huyu amekoromea? Huyu naye anatembea na chuki, kwa nini amepita bila kumsalimia? Unaona chuki hiyo? Maana yake ingezalisha jambo dogo likazalisha jambo kubwa. Kwa tabia ya kutokutatua tatizo au mgogoro kwenye familia kwa wakati kunaweza kuharibu familia kabisa. Kwa hiyo kingine hiyo tunaongezea tu hapo nyama za hiyo pointi. Kujenga uchungu na chuki. Usipofanya hivyo kunajenga uchungu na chuki. Usipotatua migogoro ya familia kwa wakati kunajenga uchungu na chuki. Mfano tu niliotolea huu, tusingekaa tuzungumza, manake tayari kuketengeneza uchungu na chuki. Hivi unenea kuita tuki kanasema hivi mimi ndo niite mimi tu kila siku, kila naomba uniamsha ndo niite mimi tu. Wewe akituko wawili, mbona flight? Unaona hiyo? Sasa wewe naye unayakana juza. Ni maana kumbe kosa mimi kukuitaka wewe tu au. Maana tusingetatua ile issue kungetengeneza uchungu na chuki ambayo wakati mwingine ingeleta migogoro mikubwa zaidi. Lakini kuzalisha matatizo mengine na kuleta usumbufu pamoja na kuharibu umoja. Usipotatua tatizo kwa wakati kunaleta masumbufu na kunaharibu umoja. Unahisi hao watu wangeshirikishana kwenye nini? Wasingeshirikishana. Hivi umeacha kunisalimia tena nipita tena mimi nakuja kuishi kwako halafu nimepita bila kukusalimia. Hivi kesho nakuja kuambia na shida ya 100, utanipa kweli 100? We. Oni tela sasa hana nona. Kwa bado ni shida tu. Wewe umenipita hapa. Hivi nimeona nimekuwa wa thamani. Kumbe kukitokea changamoto lazima utatuliwe mapema kwa wakati, mambo yatakaa shwari na kila kitu kikaa sawa. Amen.